Ipo hivi, kuna tofauti kubwa sana kati ya vichochezi vya upendo pamoja na sifa za upendo. Watu wengi sasa hivi, vijana wengi siku hizi wanaboresha sana vile vitu ambavyo vinauchochea upendo, alafu wanaacha sifa ambazo inabidi zihusiane na upendo, ambazo hizo hapo ndio upendo wa kweli. Ya ndani ya sifa hizo za upendo, basi upendo ukuu umejengwa humo. Tunatarajia hata ndoa itakayokuja kujengwa hapo itakuwa ni ndoa ambayo ni bora. Sasa wengi wanaboresha sana vichochezi, wanaboresha sana vitu ambavyo vinauchochea upendo, wanasahau kuboresha vitu ambavyo vinaufanya upendo uwe mpaka upendo ukakamilika. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuchochea mapenzi ambavyo sio sifa za upendo ni pamoja na vitu kama zawadi, mazungumzo, lakini vitu kama muonekano. Hivi ni vitu ambavyo vinahusika kuchochea upendo, sio sifa za upendo. Haimaanishi kila ambaye anakupa zawadi anakupenda. Haimaanishi kila ambaye anavaa vizuri basi anafaa kuwa mpenzi, anafaa kuwa mke baadaye, anafaa kuwa mume baadaye. Haimaanishi kila ambaye anazungumza vizuri basi anafaa kuwa mke au mume kwa baadaye kwenye maisha yako. Lakini sifa ambazo inatakiwa mtu awe nazo ambaye atakuwa anakupenda na upendo alionao ni wa kweli, basi miongoni mwake ni sifa hizi hapa. Lazima akuheshimu. Anayekupenda atakuheshimu. Atakuheshimu mwili wako, ataheshimu zungumza yako, ataheshimu maamuzi yako, ataheshimu watu wako jinsi ambavyo wewe unawaheshimu, ataheshimu muda wako, ataheshimu kipato chako, ataheshimu maisha yako yote kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni sifa kubwa sana ambayo kwenye upendo lazima uhakikishe kabla hujaamua kuwa na mahusiano na huyo mtu. Je, anakuheshimu kwa kiwango gani? Je, anakulinda kwa kiwango gani? Je, anakutunza kwa kiwango gani? Ni vitu ambavyo ni muhimu sana kuweza kuviangalia. Kwa usichanganye sifa za upendo na vitu ambavyo vinatumika kuyachochea mapenzi au mahusiano. Ukasema kwa hivi hapa, kwa dalili hizi hapa, ziko dalili za mtu yuko ambaye ananipenda. Hapana. Wengi tunajikuta tunaanguka na tunakosa mtu wa kutuinua, tunakosa mtu wa kutufuta machozi. Kwa sababu gani? Tumeanguka kwenye engo mbaya ya kuviona vile vitu ambavyo ni vichochezi vya mahusiano kana kwamba ndio sifa za kwamba tunapendwa. Wengi ambao wameanguka kwenye mitego hii ni mabinti, wanapokea zawadi, wanapokea maneno mazuri, kwa sababu sifa kubwa ya mwanamke ni kushawishiwa. Mwanamke ni msikiaji mkubwa sana, anahitaji kusikia anaambiwa kwamba yeye ni mzuri, anahitaji kusikia asifiwe, aonekane kwamba amependeza, kitu ambacho wanaume huo uwezo wanao. Wana uwezo mzuri sana wa kuzungumza. Mwanaume yeye anategwa sana pale ambapo anakuwa anaona mwili umejenga vizuri, muonekano mzuri, amevaa vizuri, anakuwa yuko more attractive, kitu ambacho pia kinaweza kikawa ni mtego kwake pale ambapo atazichukua hizo hapo kama character za mtu ambaye atakuwa anadhani kwamba ni mzuri kwake kuweza kumwa. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana tuwe makini sana, tusichanganye baina ya vichochezi vya mahusiano pamoja na sifa ambazo ni za upendo. Siku zote ambaye anakupenda kwa usahihi lazima atakulinda, atakushauri kwa usahihi, atawaheshimu wazazi wako, ataheshimu muda wako, ataheshimu marafiki zako, ataheshimu faragha yako, ataheshimu mwili wako. Yale usiyoyataka atayakubali na atakuwa radhi kuyafuata. Huu ndio upendo ambao ni upendo wa kweli ambao vijana inabidi tuuishi kabla na baada ya kuingia kwenye ndoa.